Sasa najua upo mahali sahihi, na leo nataka nikupe mbinu 3 za kusimamia mradi bila kupoteza pesa yako. Karibu hapa Deepak Channel ili upate maarifa yaliyotukuka. Kabla ya kuendelea, kwanza subscribe, share pamoja na kulike channel hii ili tuweze kupata madini na iwafikie wengi zaidi na zaidi. Madini haya unayapata kwa udhamini wa Deepak Business Center, ambao jamaa wanajishughulisha na uuzaji wa dawa za binadamu pamoja na vipodozi. Wanauza nguo mbalimbali, wanafanya stationery pamoja na electronics na accessories. Ukitaka kuwapata basi usisite kuwacheki kwa namba zao zinazopita hapo chini. Sasa watu wengi hawajui kwa nini miradi mingi inaanza na mbwembwe nyingi lakini inaishia njiani na ndani ya muda mfupi, kati ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Sio tu ukosefu wa pesa lakini chanzo kikubwa, wengi wanakosa kusimamia miradi yao. Sasa leo mimi nitakupa mbinu 3 za haraka ambazo zinaweza zikakusaidia kusimamia mradi wako pamoja na biashara yako bila kupoteza pesa zako. Usianze tu biashara na ukaiacha ikafa ndani ya muda mfupi kama ambavyo zimekuwa zikifanya biashara nyingi. Twende pamoja. Sasa watu wengi huwa wanaanza miradi au biashara au jambo lao fulani bila kuwa na mipango thabiti. Lakini leo nataka nikwambie kwamba usimamizi katika jambo lolote lile ndio kitu ambacho huwa kinawafanya watu wengi wanafanikiwa kwenye miradi yao. Sasa jambo la kwanza ambalo linaweza likakusaidia biashara yako ikamudu na ikadumu na ikafanikiwa zaidi na zaidi, kwanza kuwa na mipango thabiti. Panga kabla ya kuanza mradi wako. Usianze mradi kwa hisia au kwa sababu fulani imekuambia biashara hii inalipa. Fanya tathmini ya soko, fanya tathmini ya malengo yako, yaandike malengo ambayo yanatekelezeka, acha hisia. Kumbuka kwamba bila malengo unaweza usifike kule ambako unakuhitaji. Usianze tu kwa sababu fulani ameanza. Anza kwa sababu unahitaji kufika sehemu fulani. Kwa hiyo andika na anza mradi huu kwa malengo haya. Na hapo ndipo ambapo yatakusaidia ufike mbali zaidi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuwa na mipango na malengo thabiti juu ya kile ambacho unataka kufanya. Kwa mfano, unataka kuanza biashara ya vipodozi. Usiende tu kwa kurupuka kusema nafungua biashara ya vipodozi. Lazima uwe na malengo. Unataka kuanzisha biashara ya vipodozi kwa sababu gani? Lazima ujiulize maswali kadha wa kadha ambayo yatakuwezesha kupata malengo thabiti baada ya kujibu haya maswali. Kwa hiyo nataka kuanza biashara ya vipodozi kwa sababu nataka kujikwamua kiuchumi. Kujikwamua kiuchumi, pengine nataka kuwa natengeneza mauzo ya shilingi milioni 100 kwa mwaka. Nataka kuikomboa familia yangu. Nataka kuponya watu waliopata shida mbalimbali za ngozi. Haya malengo ndio ambayo yatakuwa drive yako wakati unafanya biashara husika. Usipokuwa na malengo utajikuta unafanya tu na mwisho wa siku unakuwa huna drive ambayo inakupelekea uweze kutimiza malengo yako. Jambo la pili ni udhibiti wa gharama na matumizi ndani ya mradi au biashara yako. Watu wengi wamekuwa wanafanya matumizi binafsi kwa kutumia fedha za mradi. Yaani wamekuwa wanachanganya fedha za biashara au mradi pamoja na matumizi binafsi au shida mbalimbali za kifamilia. Kitu ambacho kinasababisha kwa namna moja au nyingine biashara ishindwe kusimama, kwa sababu the moment umetumia pesa ya biashara kwenye matumizi ya familia, biashara inapokuwa ina demand bidhaa au mzigo, ile pesa inakuwa haipo. Maana yake usubiri upate pesa ya familia nyingine ili iweze kurudisha. Sasa watu wengi wamekuwa wanashindwa kurudisha. Akipata pesa anakuwa anashindwa kurudisha kwenye biashara. Kwa jambo la msingi ni kudhibiti gharama pamoja na kutenganisha fedha za biashara na matumizi binafsi. Hakikisha kwamba biashara inajiendesha na pesa zake zinakuwa zichanganywi na mambo binafsi. Na jambo la 3 na la mwisho kwa leo, lazima ufanye ufuatiliaji wa biashara yako. Sasa huwezi kufanya ufuatiliaji kama haukuwa na malengo thabiti.
Kwenye point ya kwanza tusema lazima biashara iwe na malengo. Yale malengo unayoyaweka, unaweka malengo ya muda mrefu, muda wa kati na muda mfupi. Kwa hiyo unapokuwa umejiwekea malengo kwamba ndani ya mwezi huu nataka nifanye mauzo ya shilingi milioni 1. Mauzo ya shilingi milioni 1 maana yake kwa siku unatakiwa kuuza shilingi 33,000. Kwa hiyo je, unaanza kufanya ufuatiliaji. Je, nimeuza shilingi 33,000? Kama sijauza, sijafikia lengo, kwa nini sijafikia lengo? Kwa hiyo una analyze sababu, unajua wapi unakwama, unaongeza juhudi, unaweka action, unaendelea. Mwisho wa siku unakuwa unaweza kuendana na malengo au makusudio uliyoweka ya biashara. Hivyo ndivyo ambavyo ufuatiliaji unakuwa. Kwamba nilipanga kuwa nanunua mzigo wa shilingi milioni 20 kila mwezi. Je, nimeweza kununua? Kama sijaweza, kwa nini? Usisubiri mpaka biashara ianze kufa ndipo uanze kufanya ufuatiliaji. Kwa nini imekufa? Yaani uanze kufanya postmortem wakati unayo nafasi ya kufanya hivyo mapema. Kwa hiyo jipe muda wa kufanya ufuatiliaji wa biashara yako, na ufuatiliaji wa biashara utakusaidia pale tu ambapo utakuwa na mifumo. Lazima uwe na mifumo thabiti ya kurekodi kila transaction, kila jambo ambalo linahusu biashara. Kwa hiyo uwe na dashboard kwa maana ya viashiria vyako au key performance indicators za biashara yako ambazo utakuwa unazifuatilia kila siku, kiasi cha mauzo, matumizi na vitu vingine ambavyo vinaendana na biashara yako. Unakuwa unavifuatilia kila siku. Kila ambacho unaona kinaenda tofauti unakifuatilia kwa nini, unarekebisha na unaendelea na maisha mengine. Sasa leo nilikuwa nakwambia njia hizo 3 ambazo unaweza kuzitumia kufanya ili biashara yako au mradi wako uweze kufanikiwa. Kumbuka swala la usimamizi wa miradi au biashara ni sayansi na ni sanaa pia. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafuata hatua hizi 3 ambazo nimezisema hapo juu, wanaongeza nafasi zaidi ya 50% ya biashara zao, miradi yao kufanikiwa. So, kama umependa somo hili, tafadhali tufuate au subscribe, na uniambie kwenye maoni yako, toa comment hapo, changamoto ni nini, wapi unakwama, ili tuweze kusaidiana kwenye biashara yako, au pia uweze kuona video inayokuja. Napenda sana na watakie kila la heri na mafanikio mema.